ambao wako kule State House, wao wanachukua Kenya imekuwa kama kampuni yao binafsi. Eti wanasema hao ndio shareholders, main shareholders, na ninyi wengine ati hamuna shares. Sisi tuko tunasema Kenya hii, ninyi wananchi, katiba ya Kenya inawapa uwezo, wananchi ndio wenye nchi, you are the main shareholders. Tuko pamoja? Ndio sababu ninyi mkiumia, mkilia, nimesikia mambo ya CBC hapa, mnasema hamuna pesa ya kununua locus. Mko nayo kweli? Ile mafuta imepanda, boda boda akija kukubeba leo lazima aongeze pesa, sababu mafuta imefanya nini? Imepanda. Sukari imefanya nini? Imepanda. School fees imefanya nini? Imepanda. Hata stima ambayo walisema Disemba hawatapandisha imefanya nini? Imepanda. Nyuma ya siku 14 sisi tumesema kama wanaazimio tunangoja firimbi ya baba. Siku zimebaki 11 sasa. Yeye akisema in 11 days time, kama bei ya unga haitashuka, bei ya sukari haitashuka, sitima na mengine hayatashuka, si tutasema hawa watu wa Kenya Kwanza wameshindwa na kazi? Na wakishindwa na hiyo kazi waende wasiende? Waende wasiende? Hebu nione mikono mnaosema wasiposhukisha bei ya unga na fees waende. Mumeamua? Baba akiwaita mtaitika? Tutatembea pamoja kama wanaazimio, tulete mabadiliko. Asante kunisikiza. Nataka nilete ndugu yangu Oparanya, na sisi na Oparanya tumesema tutasimama na baba. Eneo hili la Western hatutatingizika kamwe. Tuko pamoja? Mtasimama na sisi? Ndugu Oparanya, karibu tukaribishie baba mgeni wetu wa heshima siku ya leo. Abanyole Mulembe, Mulembe Gandhi. Basi mimi kwanza, vile mnajua, nikija hapa kila siku mpaka nikumbuke historia ya mimi na Wanyore. Vile mnajua, mimi nilisomea hapa Busakami primary. Shangazi wangu alikuwa anaoleka hapo karibu na Maseno, na wakati nilimaliza secondary school kule Kisii, nilirudi hapa Bunyore, nikaanzisha hiyo shule ya Busakami Secondary School kama head teacher wa kwanza. Wakati huo nilikuwa nimemaliza form 6, na Bishop Mundia ndiye alinifanya mimi kuwa head teacher wa hapa. Kwa hivyo nikiwa hapa kila saa, nikiwa na Wanyore, mimi najisikia niko nyumbani. Mlinisaidia kufika mahali nimefika. Leo tumekuja hapa kupika asante kwenu kwa kumpikia Mheshimiwa Dick Maungu kura. Hii kitu yako bwana iko chini, inaenda ikianguka bwana. Mimi nimemjua bwana Maungu kwa miaka mingi, kwa sababu tulikuwa tunafanya na yeye kazi kule Kakamega, mambo ya mabarabara, akiwa kwa wizara ya barabara. Ndio wakati tulijuana, lakini wakati huo
yeye hakuonyesha dalili ya kuwa mwanasiasa, lakini alikuja akasimama, na kwa Mwenyezi Mungu nyinyi mkampikia kura nyingi kabisa. Mimi mwenyewe nilikuja hapa wakati wa kutafuta kura, tulikuwa katika uwanja huu tukitafutia baba kura, na nataka nimshukuru watu wa hapa, mlipiga kura nyingi kwa Bwana Maungu na pia mkapiga kura nyingi kwa Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Lakini mnajua zile za Raila zikifika kule Nairobi zinaenda mahali pengine. Lakini wakati huu tunaendelea kusimama na yeye, na mimi nataka mbele yenu nimshukuru kijana wenu Bwana Osotsi. Ako hapa au ameenda? Huyo Osotsi za sasa na Diki Maungu, yuko wapi Maungu? Hawa wawili sasa ndio wamesimama na baba hapa Vihiga. Nikitoka kule Kakamega mpaka niwapikie hawa simu, wanijulishe mambo ya Vihiga. Na mumefanya vizuri kusimama na baba, na muendelee kusimama na baba. Asanteni. Na pia Bwana Otichiro mambo yake imekuwa ngumu. Wacha nikuambie. Si tuseme ukweli? Unajua wakati huu ukiwa kiongozi vile mmechakua Bwana Maungu, paka uwe kiongozi wa msimamo. Tuna viongozi ambao wamechakuliwa katika Azimio na wanaenda State House, wanapewa kule pesa, wakirudi wanasema ati tumeenda maendeleo. Ukiwa gavana, maendeleo gani ambao wewe unaenda kwa rais? Na wewe una pesa yako hapa katika county, una bajeti yako na MCA wako hapa. Mimi nimekuwa gavana kule Kakamega, hakuna siku ya mimi nilienda kwa rais kutafuta maendeleo. Mimi nilitumia ile pesa ambayo nilipata ya ushuru kutoka kwa serikali. So raundi hii nyinyi kama wananchi muangalia wale viongozi ambao hawana msimamo, ambao wanaenda huko na wanapeleka tumbo yao. Baba amepigania nchi hii kwa miaka mingi, na wanaendelea kuiba kura yake. Na mnaona zile shida nyinyi wakati huu mnapitia. Kwa hivyo ningemuomba abantu Banyore, msimame na hao viongozi wenu ambao wamesimama na baba, ili yale matumaini tunayo tupate, maisha yenu iendelee mbele. Kwa sababu tuna mkutano kule Kakamega. Ningeomba wakati huu sasa nimkaribishe mgeni wetu. Kabla sijafanya hivyo, tuna kijana hapa, kijana mzuri sana, Honorable Moses Oketo, Majority Whip kule Nairobi Assembly, ako hapa. Kijana anatoka kule Busia Teso, anafanya kazi mzuri Kisii, anafanya kazi mzuri kule Nairobi. Kwa hivyo nataka sasa nimkaribishe nataka sasa sisi wote tusimame tumkaribishe baba wetu Raila Amolo Odinga. Karibu.
Wananchi wa Luanda, mrembe handi mulimoyo, asanteni sana. Nina furaha tele kufika tena siku ya leo. Jumapili iliyopita asubuhi, huyu mbunge wenu Bwana Dick Maungu aliletwa kwangu nyumbani kule Kisumu na Ombima ya Kwaranganyi. Akaniambia mimi ati ako na sherehe siku ya leo, anataka mimi nije hapa siku ya leo. Nikamwambia siku ya leo mimi niko na shughuli kule Kakamega, lakini akasema ndo napita tu dakika kidogo alafu naenda Kakamega. Nikamwambia kama ni namna hiyo mimi nitafika, manake Luanda ni nyumbani kwangu, nitafika Luanda. Yaani watu wa Luanda ana kwa ana. Nataka kutoa shukrani kwenu sana nyinyi watu wa Luanda kwa kusimama imara mweka hii yote na sisi. Nyinyi mnasimama imara mkisema mtafanya na mnafanya. Kwa hivyo natoa shukrani sana kwenu. Hapa Luanda mimi si mgeni. Tangu nilipokuwa mtoto mdogo nilikuwa nakuja hapa Luanda. Na Jaramogi alikuwa na marafiki hapa. Maganga Okwaro hapa. Nimeona mama hapa amekuja kunisalimu hapa. Tulikuwa nakwenda na Jaramogi hapa. Pale kwa Mbalanyo Mwakwe. Hapo kwa duka mimi nilikuwa nalala hapo kwa duka hapo. Alafu kulikuwa iko hapo duka nyingine ambayo ya nani dada ya marehemu Achengo Neko. Alikuwa anaitwa nani Margaret Amolo Walala. Hata hiyo duka bado iko mpaka wa leo hapo. Isitoshe mtoto yangu amelewa hapo Epanga. Hapo Epanga. Mimi nyawana hapo. Nikata miko na mjukuu hapo. Sio. Alafu nyanya yangu moja alikuwa anatoka hapa Bisiekwe kwa Nganyi. Dorka Wangia Nyambiche. Yeye alikuwa ni bibi ya Raila ambaye mimi nimetajwa. Na yeye ndiye ameleta wasichana wengi kutoka hapa kule kwetu Bondo. Malewa huko. Kwa mimi nikifika hapa mimi niko nyumbani. Na nyanya ya mama yangu vile vile anatoka hapa kwa ni hapa kwa Wanyori hapa. Kwa hivyo biliki nikija hapa mimi niko nyumbani. Nafurahi sana. Lakini nyinyi mmekuwa na msimamo. Nyinyi kila mara mnapiga kura vile inatakikana. Sasa huyu mbunge wenu yeye ameingia katika bunge, yeye bado kijana namna hii, yeye ni injinia kama mimi. Na naona yeye ako na maono. Ana maono na vile vile ukiona yeye si mtu ambaye anapayuka. Yeye na Osotsi huyu. Osotsi sawa kabisa. Kama mimi nataka hawa wawili, hawa sasa ni watoto yangu. Huyo Osotsi akisimama katika Senate na nguruma anakuwa kama simba. Tena yeye harudi nyuma, akisema tunaenda. Nasema sasa nataka wao wafanye kazi pamoja hapa eneo hii ya Vihiga. Sawa? Hawa ni watoto wangu. Huyu ni DAP, huyu ni ODM, wote ni Azimio. Si ni Azimio? Asanteni sana. Sasa mimi najua changamoto ambayo ni mko nayo hapa. Najua shida ya maji iko hapa. Hii mambo ya maji mpaka tupate suluhu ya kudumu. Maana yake hapa iko mto Yala pale, iko na maji mingi napeleka huko ziwani huko Kisumu. Na hapo iko ngambo ile Yala, iko ile Sea water inaitwa Sibo. Lakini hapa natakana iwe na mradi ya maji ambayo inatoa maji kutoka mto Yala inaleta mpaka hapa.
ili watu wawe na maji ya fereji inaingia kila mahali hapa. Sinawezekana? Sinawezekana? Yale tulisema, sisi tulisema tutafanya. Sisi tulitembea pamoja, na vile mnajua yale yalifanyika sasa inajulikana. Lakini sasa mnajua hali ya maisha iko mbaya zaidi hapa kwenu. Nyinyi nyote mnalia gharama ya maisha iko imepanda juu. Mnalia gharama ya maisha, bei ya unga, bei ya mafuta, bei ya sukari, karo ya shule, si kila kitu imeenda juu zaidi. Sasa vinavyojua kuna tulimshinda yeye na kura 2,100,000. Tumeelewa hiyo? Tunaelewana hivyo? Hiyo ndio ukweli mtupu. Juzi yeye anasema tio ile nyungu ambaye matokeo iliingia ndani yake ilifunguliwa. Haijafunguliwa mpaka wa leo. Lakini ukweli iko ndani ya ile nyumbu inaitwa sava. Tumesema tunataka hiyo sava ifunguliwe, wataalamu angalie, ijulikana kura ilipigwa namna gani. Tuelewana vizuri? Swali iba. Unataka tuwache waende naye au sisi tuende tukomboe? 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 Wangapi nasema tukomboe? Nione mkono hapa. Tukomboe? Sisi tumesema tunataka ushindi wetu iheshimiwe na tirudishiwe. Tena vile vile sisi tumesema katika Jamhuri ya Kenya katiba imesema uwezo iko chini ya wananchi wa Kenya, na wananchi wanaweza kutumia hiyo uwezo wao peke yao direct au kupitia kwa wote ambao wamechagua. Kwa hiyo tumesema wa Kenya wanaweza kutumia hiyo uwezo yao na wataweza kutumia. Ndio sababu tumesema tunataka hiyo mambo ya sava ifunguliwe ili ijulikane kitu gani iko ndani yake. Pili, tumesema tutaki Bwana Ruto aunde tena tume ya uchaguzi peke yake mpaka sisi tushirikishwe. Tatu, tumesema gharama ya maisha mpaka irudi chini ndani ya siku 14. Sasa imebaki siku 11 peke yake. Moja peke yake. Ikifika siku hiyo tutaambia nyinyi kujeni. Mtakuja? Mtakuja? Wangapi wako tayari kuja? Nione mkono. Sasa sisi kama Wakenya tumesema Wakenya ni watu ambao ni wachangamfu, watu ambao wanafuata sheria. Tumewaambia kwamba nyinyi msizidi kila mara kwa mara kutisha Wakenya atumiko na uwezo. Uwezo ni wananchi wa Kenya peke yao, sio nyinyi ati kama serikali. Tumesema vile vile nataka watoto wetu wapate fursa ya kusoma. Wakati hii karo ya shule imekuwa juu zaidi. Vile wazazi wamesema ati hii junior secondary imekuwa ngumu zaidi. Sisi tulisema kwamba tukiingia hiyo itakuwa free, itakuwa bure.
Unataka iwe namna hiyo? Unataka iwe namna hiyo? Tulisema vile vile ati wale watu maskini tutawasaidia. Wale wamama wajane ambaye wana watoto lakini hawana mabwana tutawasaidia. Tulisema vile vile maskini kabisa tuwapatia nguruwe 6. Sasa unajua haya na masomo itakuwa bure, sio? Tulijua pale sisi tutatoa pesa. Bwana Ruto alikuwa anatoa ahadi ambayo ilikuwa haina maana yake. Ni kama kunyamba kwa punda. Hakuna chochote, akisimama anasema tu uongo. Mliona yule makamu wake anasema ati Kenya ni kampuni. Ati kampuni. Wengine wako na hisa kubwa, wengine wako na hisa kidogo. Wengine hawana hata chochote. Ati some have got more shares, others have got less shares, others have no shares. Sasa kama ni kampuni, wewe unafanya nini huko? Wewe mtu wa nini wa Luanda, ati wewe huna shares. Sasa wewe si unatoa ushuru? Si unatoa ushuru? Kila Mkenya anatoa ushuru. Mama akaenda pale kwa duka akinunua sukari, ametoa ushuru. Akinunua chumvi, ametoa ushuru. Akinunua kibiriti, ametoa ushuru. Ukunywa Coca-Cola, ametoa ushuru. Ukivuta sigara, ndani yake. Ukikunywa ile one for the road, hiyo ndani yake. Hiyo ni ushuru ambayo wanarogota kwenu hapa usiku na mchana, upende usifanye nini? Lakini ikifika wakati ya kuajiri watu, wanaajiri watu yao peke yao. Kabila yao peke yao. Tumesema ya kwamba Kenya si mali ya Bwana William Ruto na Rigathi Gachagua. Tumesema Kenya wa Kenya, sivyo? Tumekubaliana. Na mko tayari? Watu wa Luanda mko tayari? Mko tayari? Watu wako tayari? Nione mikono tena. Asanteni sana. Mungu awabariki. Asante sana, wapi makofi ya baba?